sana. My name is Manu kama kawaida and niko hapo on the streets of Nairobi na nimepatana na mheshimiwa Isa. Niseme mheshimiwa ma activist. Mimi ni activist, mimi ni Sangwenya na nilikuwa naenda shughuli zangu. Sijui kwa nini watu mnapenda. Si nimekusimamisha kwa sababu watu wanapenda story. Kuna story ulikuwa umeongelea juzi na nimekutafuta pale sijakupata. Kuhusu nini? Kuhusu wa Somali. Like kuna kitu uliongea juzi ukasema kwa nini Wakenya wanaonea wa Somali, especially wa certain community wanaonea wa Somali na si community wote hapa Kenya. Ndio maana nimekuja uongelee hiyo story, verify information about these things. Do you think kwa nini wa Somali huo ni kama wanaishingi as a third party in this country? Do you think nini na kusingi? Acha nikwambie, Wasomali wanajua pale wametoka. Umetoka wapi? Wasomali wamekuwa marginalized for long time. Godana, kuna mtu alikuwa anaitwa Dr. Godana. Alikufa through crash ya ndege 2005. Unaishi hapa Kenya? Alikuwa mbunge, alikuwa anatoka part of Northeastern. Na watu wa Northeastern, they have some clans. The Somali community, they have also their own clans. Now watu walikuwa wanapigania resources. And you know what is the resource? Not even shamba. Shamba wako nao kubwa. Asal land kubwa sana. Walikuwa wanapigania nini unajua? Nini? Kupigania pale pa kunyushia mifugo maji. Walikuwa wanapigania tu. Unajua pale kumekauka, kuna pale kidimbwi inakuwa ya maji. Walikuwa wanapigania hiyo resource ya maji kunyusha nini zao. Wapi hapa? Northeastern. Serikali ilikuwa imenegligate hiyo area kwa muda. So ni watu wako na historia yao. Wanajua pale wametoka. Wanajua pale wametoka. Let me handle this one. Hii bagi inakuwa na nini? Hii bag. Just a moment. Hii bag. As I told you, I have a lot of things to be done. Na mambo mengi sana. Nilikuwa nakwambia kwamba wanajua their history. Pale wametoka. The Somali community. They have suffered a lot. And you know what? If you mention people who are doing good economically, the Somalis are there. Na umeona Msomali aking'ang'ana ati lazima hakuna presidential candidate pale. Kwa nini? Kwa history ya Kenya, in the history of Kenya, the political history of Kenya. Umeona Msomali aking'ang'ana kuwa na candidate, wenye watu wanang'ang'ananga, Kalonzo wetu lazima akuwe pale. Raila, sisi kama Wanyanza tumesema watu wa mlima Gachagua, Ruto, Kingpin nini. Umeona waking'ang'ana, hata wananga Kingpin, hata hizo vitu hawana, haziko kwa akili yao. Ni wanabiashara. But economically, how are they doing? Na hata hawafikiri kuweka candidate, but they are doing well. Kwa hivyo nataka kukwambia kwamba Baraka, na nitakuwa mchoyo wa fadhila nisipo wasifu ndugu zangu wa Somalia. Wanajituma. Wa Somali wanajituma, and they don't lean on political advantage. Hawategemea tu mtu wetu achukue power ndio wapewe soft loans. Hawategemea tu lazima waende kwa siasa ndio wafaulu. They are struggling, and as I said earlier, hawategemei shares ati lazima mtu wetu akue pale ndio tupate shares. Kuanzia 2010 mpaka sasa hii huwa wanapewa CS wangapi? Moja. Kwani walio wamepewa CS wangapi? Wametajirika. Wakikuta sasa hii wako na CS wangapi? 8. Bado shida mingi, wanalia. Wamekuwa na president wangapi? 3. Shida tele. Wajaluo na Raila wao wamekuwa na CS wangapi? Wamekuwa kwa kila serikali. Shida tele. Wakamba Kalonzo amekuwa vice president. Shida tele. Look at the Somali.
hawajai kuwa na candidate, hawajai ng'ang'ana kuwa na mtu kwa serikali, but are doing well. Kwa hivyo Mungu akitaka kukubariki, baraka amekuona wewe, nataka kukubariki, atakubariki. Kwa hivyo Msomali amebarikiwa. Dua yake anayakaa chini kwenye mswala na kuomba Mwenyezi Mungu ambaye anamjua yeye kivyake, ndio Mungu anamubarikia. Na swali lingine, tofauti ya Borana na Wasomali ni gani? Borana anakaa Northern Kenya, na Borana asili yake ni Ethiopia. Lakini Msomali asili yake ni Somalia. Lakini kwa maana kuna ile watu kuwa kwa uwiano wa karibu, kama vile wa Kisii na Wajaluo na Wakalenjin na Waluya, vile wanavyoambatana hivyo geographically, lazima kuna vile pia vitu watakopa nini. Ndio naona pia Borana na Wasomali kuna vile kufanana nini, vile Mumeru na Mkikuyu ama Mkamba na vile wameishi kwa pamoja, ama Mtaita na Mkamba, unaona hiyo weupe nini, hali yao nature vile wanakaa, wako na vyama. Hatuendelei haya. Msomali anazaa Gor Mahia mzima, haweki hii sindano, anazaa Gor Mahia mzima na substitute tena, ikizidi tena analeta bibi mwingine tena, bibi anazaa AFC mzima na substitute na anawalisha na Mungu anamuongezea mali. Wewe uko na katoto kamoja, bibi ameweka hii sindano na bado school fees imekushinda. Hiyo si ni baraka? Bali kuna baraka, tukubali kuna baraka. Wasomali watumia family planning. Msomali atumie family wapi? Asome Qurani alafu akuje kufanya family planning? Msomali hatumii family planning, na Msomali ndiye yuko na bibi wawili watatu, na Msomali anazaa bila break, na vile anazaa ndivyo anabarikiwa. Na wewe umezaa kamoja, bibi ameweka sindano na bado kana kushinda kumanage. Mnapigana na huyo bibi. Na divorce hapa pale. Kwa hivyo kama Mungu amebariki jamii ya Wasomali, amebaibariki. Mwingine anasema ati Wasomali ni wachafu. Watu ni wajinga. Wasomali ni wajinga, wachafu, wanajipaka maperfume. Ile perfume Somali anajipaka wanaiweza bei. Mtu kuvua kanzu nyeupe akashinda nao kuanzia asubuhi mpaka jioni ikiwa nyeupe, huyo mtu ni msafi ama ni mchafu? Ni msafi. Ni msafi. Kumaintain hiyo kanzu nyeupe kuanzia asubuhi mpaka jioni, alafu nasema huyo mtu ni mchafu? Wewe ndio mchafu. Kwa hiyo video recently kuna watu walikuwa wanasema utembee BBS Mall. Sijui kama umepata hizo comments message pale BBS. Juu wengine wangependa kukupatia iPhone 17, walipenda vitu naongea sana. Mimi hakuna mtu amenipigia simu yoyote, na hata hakuna mtu ambao nimeongea naye kuhusiana na swala lolote. Lakini I think watakupigia juu wengi wao walisave namba yako. Achana hiyo maneno. Hayo ni maoni mimi natoa tu. Mimi sitoi tu kwa maana si mtu natoa maoni tu. Na jambo lingine ambalo lipo, acha nikuache juu ulikuwa na haraka sana. Ulikuwa na haraka kwenda wapi? Mimi kwanza kabisa nilikuwa na petition zangu za umuhimu. Kuna petition kidogo. Petition nataka yenye hapa kwa IBAC. Nimebeba petition. Hiyo petition watu waache kuongea kilugha CBD hapa Nairobi. Umeanza hiyo? Maanza petition. Si nilikwambia ile nyingine yenye nilipeleka iko kwa process. Watu wako na ujinga hii town. So kwani lazima waongee kilugha ndio tujue umetoka Kiambu? Lazima waongee kilugha ndio tujue umetoka Siaya? Ama lazima waongee kilugha ndio tujue umetoka Bomet? Ama umetoka Kangundo? So hii petition nasema official language. Ukishaingia Nairobi, lugha yako na iwacha huko kwa gari. Hiyo gari imekuingiza kama ni North Rift, kama ni Mbukinya, kama ni zile za kutoka kwa mlima huko pale Tirum, unawachia hapo malugha zako. Kiswahili na Kizungu pata. Aterere, omera, mwana wefu, gaki, chamge, siji, nesa, twekala Nairobi, hiyo vitu naitoa. Kishafika Nairobi, lugha ni Kiswahili.
Hiyo ndio petition yenye nang'ang'ana nao. Uko na Kizungu? Yenye iko hapa ndani. Kiswahili. Kiswahili. Kiswahili sio Kizungu. Kiswahili sio Kizungu. Kiswahili. So unaenda wapi pale amenama? Mimi masaa yameisha, nimekuwa nikitengeneza nimalize niende pale kwa ni petition. Hii petition lazima ni mswada waipitia na ipeleka kwa County Assembly of Nairobi. Speaker na County Assembly Nairobi ndio itaipokea. Na kuna mambo mengi. Mambo ni mengi, masaa ndio machache. Asante. Shukrani.